Sauti kutoka kwenye mizizi. Mlango ulipopasuka, mbao zilipasuka kama mifupa iliyochoka. Baraka hakusubiri. Alimvuta Neema kwa mkono na kuufungua mtego mdogo uliokuwa chini ya kitanda. Njia ya siri aliyochimba baba yao miaka mingi iliyopita, wakati uvumi wa Mwezi Mwekundu ulipoanza kuzungumzwa kwa mara ya kwanza. "Usitoe sauti," alimnong'oneza. Nje sauti za wanaume zilijaa ndani ya nyumba. Miguu ilikanyaga sakafu. Vitu vilipinduliwa. Kabati likasukumwa pembeni kwa kishindo. "Wamo humu," mtu mmoja alipaza sauti. Lakini tayari Baraka na Neema walikuwa wakitambaa ndani ya handaki jembamba lililojaa harufu ya udongo na mizizi. Ilikuwa njia ya kuelekea msituni, mahali ambapo wazee waliita msitu wa macho, kwa sababu walidai msitu huo huona kila kitu. Walipotoka upande wa pili, hewa ya baridi iliwapiga usoni. Mwezi Mwekundu ulikuwa juu yao, ukitoa mwanga wa ajabu uliofanya miti ionekane kama viumbe vilivyosimama kimya vikisubiri. Kutoka kijijini kilio kilisikika. Waligundua kuwa nyumba yao ilikuwa imeachwa wazi. Mzee Nyakato hakuwa mtu wa kukata tamaa. "Watatufuata," Neema alisema kwa sauti ya chini. Baraka alimwangalia dada yake kwa mara ya kwanza, kama mtu anayemwona si mdogo wake tu, bali kama mzigo ambao dunia inamuinda. "Kuna mtu mmoja tu anaweza kutusaidia," alisema kwa sauti nzito. "Ni nani?" Baraka hakujibu mara moja. Katikati ya msitu, mbali na kijiji, aliishi mwanamke aliyeitwa Mama Sefu. Wanakijiji walimuita mchawi, lakini siri ilisema kuwa alikuwa mganga aliyekataa kufuata mila za kafara. Alifukuzwa miaka mingi iliyopita kwa sababu alitangaza wazi kuwa damu ya asiye na hatia haizai baraka, inaleta laana. Baraka alimshika Neema mkono, wakaanza kukimbia kuelekea ndani zaidi ya msitu. Lakini hawakuwa peke yao. Nyuma yao sauti za mbwa zilianza kusikika. Mzee Nyakato alikuwa ameachilia mbwa wa kufuatilia harufu. "Harakisha," Baraka alipaza sauti. Mizizi iliwanasa miguu, miiba ikachana ngozi. Neema alianguka. Mbwa walikuwa karibu. Baraka aligeuka, akachukua jiwe. Macho yake yalikuwa yamejaa hofu na hasira, lakini kabla hajafanya chochote, upepo mkali ulivuma ghafla. Miti ikaanza kuyumba bila sababu. Mbwa wakaanza kulia kwa hofu. Sauti ya ajabu kama minong'ono ya watu wengi kwa pamoja ilijaa hewani. Na kisha kimya. Baraka alimtazama Neema. Neema alikuwa amesimama, macho yake yakimulika kwa mwanga hafifu wa ajabu. Si mwanga wa mwezi, mwanga wa ndani. "Kaka, nawasikia," alisema kwa sauti isiyo ya kawaida. "Nani?" "Mizizi." Baraka alirudi nyuma hatua moja. Ardhi chini yao ilianza kutikisika kidogo. Mizizi mikubwa ya miti ilianza kujitokeza juu ya ardhi kama nyoka wakubwa, ikijifunga kwenye miguu ya mbwa waliokuwa wakikaribia. Mbwa wakapiga yowe, wakajikuta hawawezi kusogea. Kwa mbali sauti ya mzee Nyakato ilisikika kwa mshangao. "Haiwezekani." Neema alianguka ghafla mikononi mwa Baraka, kama mtu aliyepoteza fahamu. Mwanga ule ukatoweka, msitu ukarudi kuwa wa kawaida. Lakini Baraka alijua kitu kimoja. Dada yake hakuwa tu kafara kama wanakijiji walivyoamini. Kulikuwa na kitu kingine ndani yake. Kitu ambacho hata mzee Nyakato hakukijua. Alimbeba Neema mabageni na kuelekea kwenye kibanda cha Mama Sefu, kilichokuwa kikionekana mbali kwa mwanga mdogo wa moto. Lakini walipokaribia, mlango wa kibanda ulikuwa wazi. Moto ulikuwa bado unawaka, na sakafuni kulikuwa na alama za kuvutwa kwa kitu kizito. Baraka aliweka Neema chini taratibu. Kwenye ukuta wa kibanda, kwa damu, kulikuwa na maneno 4 yaliyoandikwa kwa mwandiko wa haraka. "Wamejua ukweli." Nyuma yao tawi libunjika. Mtu alikuwa amesimama gizani akiwaangalia. Na safari yao haikuwa tena ya kukimbia. Ilikuwa ya kufichua siri ambayo kijiji chote kingeiogopa. Je, nini kitatokea? Endelea kufuatilia sehemu inayofuata ya simulizi hii ya kusisimua. Usisahau kunifollow, kulike, share kwa marafiki na comment.